Hizi sababu 4 ndizo sababu zinazowafanya watu kufeli kwenye maisha yao ya milele. La kwanza, adamu rajai liqa'illah. Mtu anaishi duniani lakini hatarajii kuwa kuna siku atakutana na aliyemuumba akamleta hapa duniani kwa muda. Mtu anajua niko hapa kwa muda, baada ya muda nitaondoka, ninakokwenda kuna maswali, halafu akakaa anafanya mambo ya hapa tu, hatayarishi chochote katika yanayohitajiwa baada ya kuondoka hapa. Huyo hatarajii kuwa atakutana na muumba wake. La yarjuna liqaa Allah, hawategemei kuwa kuna siku watakutana naye. Hili ni sababu ya kwanza ya kufeli. La pili, ridhaun bilhayati dunia. Mtu tangu kafungua macho, alipopata akili yake, kaona dunia nzuri tamu, alafu dunia imempa uso, karidhika nayo. Hata akiambiwa kuna maisha baada ya haya, yeye kwa sababu maisha ya hapa kashayaweza, hana haja ya kutafuta mengine. Saa 24 za kila siku yake moja anahangaikia dunia yake tu. Wa subhana alladhi khalaqa alazwaja kullaha, na ametakasika Mola ambaye vitu vyote kaumba viwili viwili, kaumba dunia na akhera. Umewekwa hapa kwa muda, ukimaliza muda unaondoka, unaenda kwengine, na umeambiwa huko kwengine matayarisho huko yanafanywa hapa, wewe hutayarishi chochote. Kwa hiyo kuridhika na dunia ni ishara ya kufeli pia. Sababu ya tatu, itminanu bidunia. Aya imesema watmaanu biha, wamewekeza kwenye dunia yao, halafu wametulia kwenye uwekezaji huo, hawaangalii upande wa pili. Yani angalau mtu ambaye huwa anashtuka wakati mmoja mmoja akaangalia na upande wa pili, akaunti ya huku nimeweka kiasi gani, angalau afadhali. Lakini huyu ni one-eyed man, mtu mwenye jicho moja, jicho lake limeona dunia na dunia na yeye katulia huko upande mmoja tu, ni ishara ya kufeli. Na hili la 4 ndilo linalosababisha haya matatu ya kwanza, walladhina hum an ayatina ghafilun. Kosa ambalo tunalifanya ambalo litatugharimu alghaflatu an ayati llahi, ni kughafilika na aya za Allah. Kughafilika huku sio kusahau, ni dharau. Umeletewa instructions lakini hazikusaidii, huna umuhimu nazo, unaona kama hazina maana vile. Kwa hiyo aya zipo zinasomwa, lakini inawezekana anayezisoma hazielewi wala hawajibiki kwenye maelezo yake, hakataziki kwenye makatazo yake, wala haamrishiki kwenye amri zake. Na wanaosomewa ndo hivyo hivyo, wanasikia wakesha wanaziwacha papo hapo, kwamba hichi kitu kwa sisi hakina manufaa yoyote, achana nacho. Ulaika ma'wahumun naru, watu wanaoishi hivi duniani mafikio yao ni motoni. Bimakanu yaksibun, wanaingia motoni kwa yale ambayo hapa walipowekwa kwa ajili ya mtihani wamechuma mabaya, hawakufanya vizuri.